In the book of Joshua, chapter 1. Joshua chapter 1, from verse 5. Be strong and very courageous. So, why was God telling Joshua to be strong and courageous? Because there was battles to be won. There was battles to be won. For you to get that inheritance, for you to get that blessing, there is a battle you have to fight. So, you need to be strong and very courageous. So, I was talking to people the other day, and someone asked me, not just one person, but several people asked me, and how will we fight? Give us the formula. So I will give you formula as I finish with this book. I will give you formula. And I know you will fight. And I know you will be blessed. And I know you will restore. I know you will restore that which belongs to you. In the name of Jesus. Praise the Lord. So, the formula is this book. The formula is this book. Praise the Lord. And this book of the law shall not depart out of your mouth, but you shall meditate therein day and night, that you may obey to do according to that is written therein. For then you shall make your way prosperous. Then you shall have a good success. This book, tell your neighbor, this book. Na sijui kama kuna mtu akona hiyo buku kwa nyumba. Kama kunaye akonayo inua sema this is my book. Kunaye akonayo. Kwani unasema ukiwa inui? Praise the Lord. This book of the law. Hallelujah. Where is your prosperity? Where is your prosperity? In this book. Because this book will help you to fight a good fight. Before we continue, I want us to read the book of 2 Corinthians chapter 10 verse 4. Yeah. If the weapons of our warfare are not carnal, yani ukianza kupigana hii vita, auendi kuchukua upanga. Mahali tumetoka, baada ya Mungu kumtayarisha Joshua, na Joshua akaambiwa be courageous, na akachukua nguvu. Chapter 2 inasema, ya kitabu cha Joshua inasema, usifungue hiyo, inasema ya kwamba na Joshua akawatuma watu, kwa maana pahali walikuwa ile ilikuwa katikati yao, na their inheritance ilikuwa ni mto wa Yordani. So they had to cross over the river Jordan. They had to cross over the river Jordan. Because verse 2 says, Joshua chapter 1 verse 2 says, Moses my servant is dead. Now therefore arise, go over this Jordan, you and all the people, to the land which I do give them, which I do give them. So it is past tense, meaning that you are blessed. God released your blessings long time ago. Kama ni nyumba, iliachiliwa kitambo. Kama ni watoto, kitambo. Kama ni gari, kitambo. Kama ni pesa, kitambo. Kama ni shamba, unaona kuna watu mbando wanahitaji shamba. Kama ni shamba, iliachiliwa kitambo. Yani Mungu alikupea kitambo. Allah. Nirudia tena. Verse 2. Joshua chapter 1 verse 2. Moses my servant is dead.
Now therefore arise, go over this Jordan, you and all these people, to the land which I do give them. Even to the children of Israel, every place that your sole of your feet shall tread upon, that have I given to you. That have I given to you. That have I given to iyo nilishafanya nini? Nilishakupea. Have I given? Inasema that will I give you. Hello? Umesikia ikisema that will I give you? Imesemaje? Have I given? Meaning that ilipea iyo unjakanyanga. Iyo unjakanyanga ulishapewa. Kuna mtu alikuwa hapa siku moja nikisema ya kwamba wakati Mungu aliniambia atanipea gari, nitafuta kifunguo. Na nikaiweka kwa kioo. Kati ya funguo zangu za nyumba, nilikuwa na kifunguo ya gari. Na sina gari. Kukaa nikakumbuka sijajitayarisha, nikaenda driving school. Na kwa nyumba kuna watu wanangoja Mungu awapee gari. Na hawana driving. Mungu hawezi akakupea kama hakuna foundation. Nilisikia Pastor Sani akisema ya kwamba alisema akipewa ananiletea, nikae nayo nimkalishie kwanza. Are you there? Praise the Lord. Are you there? So that which was standing between the children of Israel and their inheritance, it was called River Jordan. So God is commanding him to help or to lead his people to cross over River Jordan, crossing over, going to the promised land. Now, this is where the deal is. The promised land is across the river. But for them to go and possess it, they needed to go and fight. Because kulikuwa na watu. They had to drive away every person who was there. So there are people you need to drive away. There are people who are occupying your business, and you need to drive them away. There are people who are occupying your job. You need to drive them away. Hallelujah. Praise the Lord. So, chapter 2 inasema na Joshua akatayarisha watu kabla hajavuka. Akatayarisha watu na akachagua wanaume wawili, akawatuma, akamwambia endeni Canaan. Muangalie. Lakini kabla hawajaenda kulikuwa na mji. The next stop was the city, and that city was called Jericho. So, meaning that kulikuwa na obstacle. Kulikuwa na obstacle. Sio tu watu walio Canaan, kulikuwa na obstacle. Na maandiko inasema Jericho ilikuwa imejengewa ukuta mkubwa. Na kwa kila na ilikuwa na malango, na kwa kila lango ilikuwa imejengwa barracks ya jeshi. So haungeingia Jericho pasipo kupitia katika barracks ya jeshi. Meaning that whoever entered Jericho alikuwa ni inhabitants of Jericho, ama citizens of Jericho. Sasa kazi ya Joshua ilikuwa kutayarisha vita. And that's why we have said we have the weapon of war. Kutayarisha vita ili awafukuze waliokalia inheritance yao. Kitu cha kwanza, waangushe mji unaowapinga. Hiyo inamaanisha kila mtu ako na mji wake unao mpinga. Every person, every individual, you have your Jericho that is opposing you. Kuna kikwazo kidogo ambayo ni mto Jordan. Mto Jordan ni viwango. Kuna viwango unafaa kufuka. Na watu wengi sana wameshindwa na kufika kwa sababu walishindwa na kufuka viwango.
You are stagnant. Auendeleangi. Umewahi kusikia kampuni imetangazwa kuwa iko na kitu inaitangwa redundancy, ya kwamba haifanyi faida? Kuna Wakristo wameshatangazwa hivyo, maana kikwazo cha kwanza ambayo ni viwango wameshindwa na kufuka. So kama umeshindwa na kufuka mto, ni ndio utapigana naye. Kama vile ulikuwa 1989, wale walikuanga hiyo miaka. Kama vile ulikuwa 1989 wakati uliokoka, uko hivyo hivyo. Ushuhuda ni ile ile. Maombi ni yale yale. Tongues ni zile zile. Vile ulikuwa unaongea wakati uliokoka mpaka saa hii unaongeanga the same language. The same language. Ulishindwa na kuvuka viwango. Umeshindwa na kuvuka mto Jordan. So kama ulishindwa na kuvuka mto Jordan, hauwezi ukapigana. Kitu cha kwanza, vuka mto. Vuka mto. Hiyo kiwango huko vuka. Kama tangu uokoke mpaka leo, ile maombi wewe unafanya vizuri sana ni wakati unaombea chakula. Na sasa na sijui nani aliwaambia chakula inaombeangwa ikiwa kwa meza. Maana kama Mungu alishapeana, unaiombea tena kwa nini? Tufunge macho tuombee chakula na iko hapo kwa meza. So hiyo ndio maombi. Na ndio maana watu wengi sana sasa mimi hata nikinja kwako uwe ninajua viwango zile huko wakati chakula imekuja kwa meza. Nilienda kwa dada mwingine aliomba mpaka chakula ikapoa. Kwa sababu gani? Sasa hiyo ndio amepata nafasi ya kuomba. Hallelujah. Praise the Lord. Kushindwa na kufuka Jordan. Sasa hizo viwango lazima ufuke ili uweze kupigana vita. Kwa maana ilikuwa wafuke Jordan, lakini wakifuka hivi Jericho inawangojea. Nikupatie historia ya wokovu kidogo. Ukiokoka, hiyo wakati hiyo the first season ya wokovu inakuanga ni season ya utotoni. Na season ya utotoni mtoto upewa chochote ameitisha. Wale wako na watoto, kakianza kulia lazima kapewe. Thank you. Kuna mtu anajua pande ile nyingine. Na ni lazima hata kama uko kwa gari, hata kama uko kwa ndege, hata kama uko kwa hospitali, hata kama uko kwa hoteli, hata kama uko kanisani, kakilia lazima ukatolee. Naye Mungu anakuanga hivyo kwa wale wameokoka. Hiyo level ya watoto. Kile unaitisha unapewa saa hiyo hiyo. Lakini ukianza kukomaa, Mungu anangoja ufuke viwango. Kuna viwango atakuangalia. Wakati umeanza kutembea, kuna wakati unashikiliwa na kuna wakati unaachiliwa uanguke. So kuna wakati Mungu anakushikilia, alafu anakuachilia. Alafu unaanza kuteta. Hii majaribu, hizi vita napigwa. Hakuna mtu anakupiga vita. Ni Mungu anangoja ufuke nini? Ufuke viwango. Praise the Lord. Maana usipofuka Jordan, Jericho inakungojea. Na Jericho ni ukuta mkubwa. Na kwa huo ukuta kuna jeshi katika kila lango kuu. Na kuna wenyeji wanaoishi ndani. Kabla hujaingia Kanaani. Hallelujah. So Joshua akatuma spies wakwenda kujua mji uko na wanajeshi kiwango gani, uko na nyumba zimejengwa na uzito kiasi gani, na ni kurefuka ama ni kurefuka. Ndio huko mlimani tunakuwa na mambo mengi sana. Ni kurefuka ama ni kurefuka. Ni height na length, upana, yes. Hizo vitu zote. So walipofika ndani walijulikana wamekuja. So ikambidi waanze kutafutwa. Mpaka wakafichwa na mama moja alikuwa anaitwa Rahab. Maana wanaokalia vitu zako wakijua unazikunjia, they will react hata kabla hujaingia kwa vita. They will start reacting. Na kuna watu hapa wanaweza kukubaliana na mimi. Kuna watu wanaweza kuelewa venye nasema.
Hiyo kazi ulipata, siku hiyo ulipata tu. In the next 1 week, kuna wale ulikuta walianza kusikia mazingira imechange. Na hata siku ya kwanza tu kuingia kwa hiyo kazi, kuna watu walianza kukuangalia na macho mbaya. Na mko kwa department moja, lakini wameanza kulia maana umeanza kuingililia their space, and they have to defend their space. So in the spirit, there are those demons and there are those people who understands that you are coming to occupy, that you are coming to depossess them what they have already possessed. So you have to be very courageous, and you have to take the book of this law for you to understand our weapons and the size and the type of weapons that you are supposed to use. Let us go back to verse 4. For the weapons of our warfare are not carnal, but might in God, for pulling down strongholds. So we start by dealing with strongholds. Even before we fight with our enemy, we deal with the enemy within. Enemy within. Your enemy within is in your mind, because strongholds are built in our mind. It is all about our mindset, mentality. Unaangalia unasema hii ni ngumu, siwezi, na unaanza. Now, strongholds, because they are in your mind, ninakutayarisha kwa vita. Uko kwa nyumba ninakutayarisha kwa vita. Akili yako ikisema hauwezi. Ilifanyika kwa wana wa Israeli kabla wafike kwa Joshua. Numbers chapter 13, wakati wametumwa wakaspy the land 12, walipoingia, ujue sasa Joshua anaifanya mara ya pili. Ilikuwa imefanywa tena na Moses 40 years ago. So after 40 years, Joshua anaifanya tena, anatuma spy. Na yeye akanjua situmi 12, natuma wangapi? 2. Maana wakati Musa alituma 12, 2 tu ndio walikuja ripoti nzuri. Hallelujah. Praise the Lord. 2 ndio walikuwa na the right mindset. 2 tu. So alichagua 2, akasema endeni mkaangalie Jericho bila inatoshana. Wakati walitumwa na Musa 12, 10 wakirudi, walileta ripoti. Ilikuwa inasema hatuwezi. Walianzia na kusema Mungu, hiyo shamba alituambia iko, lakini kuna kitu hakutuambia, ya kwamba kuna manjitu, kuna watu wakubwa, kuna minji kama sasa akina Jericho imezungukwa na kuta kubwa, na wale watu wako huko ni wakubwa sana. Na sisi tukijipima na wao tulikuwa kama panzi. Wao walijiona na wakaambia Musa, tumejiona, tukajitoshanisha na hao watu, tunatoshana na panzi. Hiyo panzi ilikuwa wapi? Kwa mind. It was in their mind. There was a very big stronghold which was in their mind, ambayo ilikuwa inawaambia hatuwezi. Niwaambie kitu controversial kidogo. Na siombe msamaha. Kenya saa hii 70% ya citizen wako na stronghold. Kuna siku president alisema ya kwamba kuna pepo iko ndani ya watu ya kufanya nini? Yes. So kuna stronghold iko kwa Kenyans ya kukataa kila kitu, hata ufanye nini, na imeingia mpaka kwa church. Hata mchungaji, hata muujiza ufanyike, hata mtu ame mambawa waone, bandu atasema hiyo si wakati huu. Hiyo ana fake good. Watasema anafanya nini? Ana fake. Maana kuna stronghold imejengeka, na imejengwa kwa muda for about 15 years, na ikakomaa na ikajengeka. So generation ambayo imezaliwa iko na stronghold ya kukataa kila kitu.
stronghold. Hiyo ndio ilikuwa na wana wa Israeli. Tumetoka kwa siasa. Hiyo ndio ilikuwa na wana wa Israeli, ya kwamba wanakataa, wanaona Kanaani ndio ile pale, lakini kuna stronghold imejengwa ndani yao inasema hatuwezi. Haya, verse 5, casting down. So the weapons zile tuko nazo, kile tunafaa kudeal nacho kwanza ni kufunja hizo stronghold. Zinaitwa na Kiswahili ngome. Hizo ngome, unajua ngome ni nini? Ni kitu imejengwa na ama jiwe ambalo mtu akiwa ndani hakuna silaha inaweza penya ifikie mtu akiwa ndani. Kitambo wanajeshi walikuwa wanajenga vitu zilikuwa zinaitwa mahadaki, lakini waka advance wanajenga zingine sasa, si mashimo tu, wanajenga concrete, kwa maana weapons zilienda zikiadvance ili hata bomu ikirushwa hiyo concrete haiwezi katingika. Ukiwa uko ndani ya ngome. Sasa umeelewa ngome ni nini? Sasa ngome inajengwa ndani ya kuzuia chochote kile Mungu anaweza achilia kiingie ndani ya akili yako, ya positive thing, ya kukwambia kwamba unaweza, isinje ikaingia. So those weapons are to destroy those strongholds, starting with casting down. Situsome pamoja. Casting down hallelujah. Hizo vitu zote zinadili na nini? Mawazo. Hizo vitu zote zinadili na nini? Mawazo. Casting down every argument and everything that exalts itself against the will of God, against the knowledge of God. Kuna vitu huwa zinajiinua, zinaongea kwetu kinyume na hekima ya Mungu, kinyume na ufahamu ambao Mungu amepeana. So hizo vitu zote. So neno la Mungu linasema, tumesema this book is saying you are healed, but your mind is saying I am sick. Kuna mtu anaelewa? This book is saying you are blessed, but your mind is saying I am under a curse. So there are those arguments ambazo huwa zinajiinua, arguments ambazo huwa zinaleta shida, zinakwambia haiwezekani, na zinainua thoughts za kukwambia kwamba hata walisema, hata walifanya. Na unajua kuna watu wanakujaga kanisani, nafikiri si kwa hii church, wakija wanakujaga kuangalia watu wengine wanafanya nini. So utasikia huyo mtu akisema hiyo church watu uvaa, watu ufanya, watu unena. Kuna story moja ilipeanwa ya kwamba mama moja alienda kwa mchungaji akamwambia, ninasikia kuacha hii church niende church nyingine. Na yule mchungaji akamuuliza kwa nini? Akasema niliangalia nikapata watu wote wako kwa simu wanachat. Usijali hata kama umeshika simu, si wewe ninaambia. Napeana story ambayo ilipeana. Watu wote wako kwa simu. Wale wengine wamevaa mavazi ambayo si nzuri. Wale wengine wanasengenya. So pastor akamuuliza, sasa unataka aje? Kwambia mimi nataka kwenda church ambayo iko perfect, ambayo watu hawachat kwa simu, watu hawasengenyi, watu hawavai vibaya, watu hawalali, alisema hata wengine wanalala, watu hawasinzii kanisani. Mimi nataka kutoka. Priest akamwambia niletee glasi ya maji na chupa ya maji. Akaweka glasi ya maji ikajaa, akampatia. Akamwambia nataka uzunguke kanisani, uzunguke mara 3. Na hakikishe hakuna drop hata moja imeanguka. Akazunguka mara ya kwanza, akazunguka mara ya pili, akazunguka mara ya 3, akakuja akiwa amesmile sana. I was very careful. Very careful. Hakuna drop hata moja imeanguka. So mchungaji akachukua, akamwambia, sasa kuna mtu umeona kanisani?
Akasema hapana. Haukuona mtu? Hapana. Kwa nini? Kwa sababu nilikuwa nimeangalia maji isifanye nini? Isimwagike. Kamwambia hivyo ndivyo unafaa kuwa unafanya. Wewe unafaa kunja tu unaangalia Mungu. Ukiangalia Mungu utawaiona watu wakisengenya, utawaiona watu wamevaa vibaya, utawaiona vile wana misbehave, utawaiona wakichati kwa simu. Sasa wengine wanakunjanga kanisani kwa sababu ya ngome. Wanakuja kuangalia. Wanaangalia mpaka viatu ambazo zimefanywa na watu. Ni ngome tu. Iko wapi? Na mawazo ambayo inajiinua kinyume na knowledge ya Mungu. Mungu akisema nitakubariki, unarudi kwenu unaanza kuangalia. Kwetu hakuna mtu amewahi, hata babu hakuwa na baiskeli. Baba hata ndiye sasa alikuwa wasi. So unaanza kusema na mchungaji angejua. So ikifika hapo unakaa in the same, yeah, unakuwa hata mto Jordan au tawaifuka. Lazima to take captive every thought. Mwambie mtu shika mateka kila wazo. Mwangalie tena mwambie shika mateka kila wazo ambalo halitii Kristo. Mwangalie tena mwambie shika mateka kila wazo. Lazima utafute mtu umwambie. Lazima utafute mtu umwambie. Kama uko peke yako angalia mtu wako karibu na wewe mwambie. Mwambie shika mateka. Unajua hata saa hii tu nilikuwa nahubiri tu nilikuwa naona kuna watu mawazo yao imeanza kufanya nini? Imeanza kupotea. Hapo ndio ngome huwa imejengwa. Hallelujah. So tukiweza kutiisha hiyo tunaanza kufaulu. Tunaanza kufaulu. So time yangu imeisha. Tukirudi katika kitabu cha Ephesians chapter 6. Ephesians chapter 6. So tukindili na ngome, sasa hapo ndio tutaenda hatua ya pili. Wakati wana wa Israeli generation ya kwanza iliyokuwa na ngome ambayo haikufunjika ilikufia jangwani. Kuna watu huwa wanakufia jangwani. They die wakiwa hawatawahi vuka Jordan, wakiwa hawatawahi pigana vita hata moja. Maana wao wanangojanga wapiganiwe, si wao wapigane. Pastor niombe. Pastor niombe. Tumeenda Ephesians chapter 6. Pastor niombe. Na ukiona ninateseka pastor niombe, aniombe. Nilikuwa na kanisa Masaini wakati mmoja huko side za Kajiado. Na nilikuwa na washirika wazuri sana, lakini kati yao kulikuwa na wale mama wa kitambo. Unajua mama wa kitambo? Mama wa kitambo. Wewe ukutana na mama wa kitambo ambao walikuwa kabla Kenya haijapata uhuru, ambao walipata kanisa za kwanza. Wanaweza kukuambia Catholic ilikuja Kenya lini, AIPCA, kwa maana hizo ndizo zilikuwa kanisa za kitambo. Na wanakuambia tulikuwa tunafunga vitambaa. Wengine wanaweza kukuambia na wakupee history. Sasa walikuwa na history. Na walikuwa wanajua pastor anafaa kuwa anawaombea usiku mzima. Mpaka walikuwa wanakuja kwangu wanapitia hapo kwangu kwa nyumba wasikie kama ninawaombea. Na utasikia mtu akisema Sunday, hii wiki nimepitia jangwa sana. Maana mtungateli hakuniombea. Hii wiki hajaomba. Tuko na ushuhuda. Hii wiki hakuomba. So ulikuwa unapata mapasta wako mateka, wanalala kanisani usiku mzima wakipiga nduru huko. Na hizi akaomba kidogo, kwa maana akiomba kidogo kwa sauti iko chini hawatasikia. So unapata, nakumbuka mchungaji mmoja alikuwa na mabaka amewekelea mikono kwa masikio ili ajisikie. Reka ya la 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 la, reka ya la 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 la, reka usiku mzima. Akiamka asubuhi hana koo. Ili washirika wafanye nini? Maana wako na ngome. Wanafaa waombewe, si wao wafanye nini? Wanjiombee. Leo unanijiombea katika jina la Yesu. Hallelujah. Ninaamini wewe uko kwa kategori ile inakujenga kwa ofisi ya kwamba unaniwekea mahitaji. Imetoka hapa mpaka Kisumu. Na ukimaliza unatoka. Naonanga watu wengine hata wakikuja Wednesday. Na Wednesday kuna maombi hapa. Tukimalizana na maombi ikiendelea. Mungu atuhurumie sana. Maombi inaendelea. Issue ambayo umeleta inahitaji maombi sana na inahitaji wewe ujiombee sana, lakini ukimaliza kuwekelea mahitaji yako kwa meza ya mchungaji, unaenda nyumbani, unaacha watu wakiomba. Seriously? Kushindwa na kufuka mto Jordan.
kwa sababu kuna ngome. Haya, verse 10, na hii tutakimbia mbio mtu wangu, tutakimbia mbio. Verse 10. Finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of his might. Joshua aliambiwa akuwe very strong and very courageous. Sasa hatuko agano la kale, tuko agano jipya kwa kanisa saa hii. Inakwambia hivi, wewe sasa. Finally, my brethren, wewe sasa tuko na wewe. Sio mchungaji wako, wewe. Si ile timu imekaa pale, wewe. Finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of his might. Put on the whole armor of God that you may be able to stand against the wiles of the devil. For we do not wrestle against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this age, against spiritual hosts of wickedness in the heavenly places. Tukiwa tumesimama hapo, tutaendelea. Tukiwa tumesimama hapo, what are we fighting against? Against, we wrestle not against flesh, but against principalities. Tunaenda pamoja. Against principalities, against powers, against rulers of darkness of this age. Umekumbuka nikiwaambia Kenya kuna ngome ya this age. Rulers of darkness of this age, against spiritual host of wickedness in the heavenly places. Now, if you are not a prayerful person, hizi vitu hautafanya, because life is spiritual. Life is spiritual. Wengine unajiona hivi, chenye unapitia, kuna watu wamekushughulikia mpendwa, mpaka ukitembea unatembea kama puppet ambaye inafurua na kausi tu hivi. You are just being controlled, but you are in the house of God and you don't know, because uko na ngome na ushughulikia yale mambo inafaa kushughulikiwa. Wewe unangoja, you are waiting for the nature to take it. Nature will never take it course. It is you. When God created Adam, he put him in the Garden of Eden to tend the garden. God created nature, but he did not let the nature to take its course. Are you in the house? Mungu aliumba nature, lakini hakuachilia nature injipeleke venye inataka. Ni kweli njua itoke mashariki iende machweo, hiyo ni nature na huwezi ukaipindua. Mvua ikuje kwa masika kwa majira yake na kunyesha mimea imee, hiyo huwezi zuia. Lakini kuna zile vitu zinakuhusu wewe ambazo Mungu alikuweka pale ili uanze kuzishughulikia. But what are you doing? You are sitting down ukingojea. Let us continue. Therefore, take up the whole armor of God, that you may be able to withstand in the evil day, and having done all, to stand. The next verse. Stand therefore, having guided your waist with truth. Tunaanzia sasa kwa silaha. Now, ninaelezea silaha ni nini. Tunaanzia silaha ya kwanza. Uwe mkweli. Weka kiuno yako mshipi wa ukweli. Tuko na Wakristo waongo. Okay. Labda si wale wako huku. Tuko na watu ambao si wa kweli. Hata information ambayo utapeana ukitoka hapa si ya kweli. Hata wengine wanasikianga mchungaji akihubiri kwa kanisa na aseme kitu, na wale wakuja ataenda nyumbani awaambie, na ile ripoti atawapelekea sio ya kweli. Mnafikirianga pastor anawapenda? Ungejua venye alisema. Na kwambia pastor akasema. Na hili topic ikuwe tamu, lazima iongezwe roiko, iongezwe kachumbali, iongezwe garlic, iongezwe manukato, na iwekwe perfume juu yake.
Ukweli. Tuko hapa kwa ukweli. Hebu jifikirie kama uko na silaha inayoitwa ukweli. Think about it. Kama uko na hiyo mshipi inaitwa ukweli. Having put on the breastplate of righteousness. Wakati, kwa maana hizi silaha zilikuwa zimewekwa katika standards za wanajeshi wa Kirumi. So wanajeshi wa Kirumi kabla hajaenda kwa vita alikuwa anaanzia na mavazi. Alafu anavaa mshipi wa kufunga yale mavazi ili kuwe strong. Isi bambuke akiingia katika vita. Alafu anachukua kangao kandogo kakufunika kifua. Maana unaweza ndungwa mguu na mguu upone, lakini kifua ndio imebeba organs zile important katika, ndio ni kama ndio engine ya mwili wa mtu iko katika kifua. So kuna hako kangao kadogo ndio kalikuwa anaitwa blessed plate kakufunika kifua. So hiyo ngao kidogo ya kufunika kifua inaitwa righteousness, being right with God. Hawezi ukangoja Mungu akupiganie na bado ulienda kwa mganga. Mpendwa, are you here? Hallelujah. Ulienda kuconsult. Alafu bado utakuja kwa nyumba ya Mungu na uinue mikono useme, mchungaji niombe. Sasa hata nikikuombea it will never work because hauko sawa na Mungu. Breastplate of righteousness. Tuendelee. And having shown your feet with the preparation of the gospel of peace. Lazima utafute. Yesu akasema ya kwamba ninawaachia amani ambayo ipeani na mwanadamu. Pia akasema ya kwamba tafuteni amani na kila mtu. Kuna watu wanatakanga fujo. Yaani mahali unapitia hivi lazima paitwe fujo. Mahali utakanyanga hivi lazima itwe kisirani. Yaani watu wakikuona sura ina change. Watu wakikuona tu hivyo wanaanza kushindwa, sasa huyu amekuja kufanya nini? Maana zile vitu utatapika kwa muda wa dakika 2 hivi itaacha imechafua mazingira. Maana wewe hakuna kitu inaitwa injili ya amani. Ile injili unapeleka ni ya mambo na vitu na vituko. Unakamata silaha, tuko pamoja. Unakamata silaha, ninamalizia. Tuendelee. Above all, taking the shield of faith, with which you will be able to quench all the fiery darts of the wicked one. Kama hauna imani, ukitupiwa mishale itakufikia. Hata uwe sawa na Mungu, hata uwe umejifunga mshipi wa ukweli, na uwe umeweka hako kangao kidogo ka imani, na uwe pia umevaa viatu kangao kidogo kuwa sawa na Mungu, inaitwa ngao ya wokovu. Kangao kidogo kakuwa sawa na Mungu, na hata uwe umevaa viatu za injili ya amani. Kama hauna imani, mishale itakufikia. Kwa maana huwa tuna divert mishale kupitia faith. Hallelujah. Next verse. And take the helmet of salvation. Lazima kichwa yako ivalishwe. Watu wakienda katika mjengo na waendeshaji pikipiki, hujawahi jiuliza kwa nini muendesha pikipiki huwa anavaa helmet? Siku moja nilibebwa na jamaa mmoja ambaye alikuanga hapa. Tukaenda kuona mshirika huko kunaitwa Gashia. So nilikuwa naishi Tasia. Tukapita hivi na nduvi tu, tukapiga shortcut hivi, tukapitia Isiri. Akiwa tu ameenda hivi, mkokoteni katoka tu nowhere. Wapi ikatokea kwa barabara. Akaenda ameigonga pap. Tukaenda tumefly juu ya mitungi, tukaanguka pande ile nyingine. Ile kitu ilinisaidia. Nilikuwa na helmet. Na ukweli kabisa niligonga lami na kichwa. Lakini nilikuwa na nini? Na helmet. Sasa nikajiuliza,
Na ningekuwa na kuna mahali pengine niligongwa, lakini nilikuwa nasikia kichwa inasema zzz. Nikauliza, na hiyo kichwa ingegusa hiyo lami ikiwa empty, kungeenda aje? Sasa gao ya kichwa ya kuzuia mishale ya kutoka juu, hapo hiyo mawazo inakuanga, inaitangwa salvation. Na kuna watu walikuanga kwa dini yetu ya kitambo, ile nilizaliwa, ilikuwa inaitwa full gospel. Full gospel na KAG. Wachana na YC. Sijui kama YC ilikuwa kwa hiyo category. Sana sana full gospel na KAG walikuanga, mkikutana na mtu anakuambia Bwana asifiwe, nimeokoka, Yesu ni Bwana, amenitenda mema. Hiyo ndio ilikuanga salamu. Na unajua ilikuwa inazuia watu kufanya mambo mengi sana. Maana umejitangaza. Yes. So mwenye mmekutana hata mazingira umeitangazia umefanya nini? Umeokoka. So hata zile dhambi zinanyemeleanga watu kidogo kidogo, zinakumbuka ulianzia na hiyo ya kwamba nimeokoka. Siku hizi tuliendelea, hakunanga hiyo. Hata ukiambia mtu Bwana asifiwe, hamjawahi njua kwa nini? Sana sana Kenyans na East Africa tunakuanga na hiyo ya kusema Bwana, because abroad haikuangi. Mimi na West Africa hiyo haikuangi, inakuanga tu East Africa. Wale missionaries walikuja mara ya kwanza huku, walifundisha watu hivyo. Kama umeokoka, salamu inakuanga ni Bwana asifiwe. Hata wahubiri kwa madhabahu Bwana asifiwe. Inakuanga ni ya kutangaza msimamo katika maisha yako, salvation, ya kwamba umeokoka. Yani imani yako ni gani? Hallelujah. Then ukishavaa hiyo helmet of salvation, unachukua the sword of the spirit. The sword of the spirit, upanga wa roho. Sasa tumerudi pahali tulianzia. The sword of the spirit, which is the word of God. The sword of the spirit. Tuliambiwa this book. Hata Biblia yangu inaitangwa sword, my friend. Ni vile imeseeka, ungeona usword hapa hivi. Inaitangwa sword. Yako ulipelekanga wapi ama ulitupa? Hiyo ndio mpya, hiyo ndio tungewaonyesha waone imeandikwa sword. Najua yule anatakanga akue kama mimi. Nafikiri utapata hiyo. Jesus name. Alienda akatafuta Biblia kama yangu kabisa, exactly copyright, mpaka imeandikwa sword kama yangu. Sword. The sword of the spirit, which is the word of God. Because sasa kando na vitu zile zingine zote, hizo zingine zote zilikuwa za kuprotect. Hizo silaha zote tumesoma, zote zilikuwa defensive. Sasa tunaingia kwa offense. Hallelujah. Sasa unaachana na, umeshanjikava kila pahali, huwezi guzwa. Ukimaliza sasa jitayarisha kwenda kuattack. Kwani watakuwa kila wakati ni mimi wanapiga. Nilisema sitangojanga wanipige. Ninakutana na wao huko nje. Ati nikaange tu warogi wanazungukange kwangu kwa nyumba. Wanazunguka. Hata siku nyingine kuna panya ilipaka ilikuwa imezoea kupitanga na hapo kwangu ikisema Kasema siku kadhaa nikasema hapana. Sasa tukaangi hivyo. Nikatoka nje nikutane nayo. Haikurudi kutoa masauti tena. Sijasema ukisikia paka unakimbizana nayo wewe. Hallelujah. Praise the Lord. The sword of the spirit, which is the word of God. My friend, kama wewe usomi neno la Mungu, na sitaki kukuweka kwa majaribu, nikwambie uinue mkono. Maana nilikuwa tu nikwambie uinue mkono kama umesoma neno la Mungu hii wiki. Nikwambie nitakuweka kwa majaribu. Wacha tu nisikwambie, kuna mtu amepingiza kichwa, wacha nisikwambie. Maana ninajua ulikuwa na shughuli mingi ya kutafuta pesa ya Kaisari. Na sijui kama umeletea Mungu. Njoo nitafuta ya Kaisari kabisa, hiyo wiki imepita. Na Yesu alisema ya Kaisari ipewe Kaisari na ya Mungu ifanye nini? Sijui kama umekuja na ya kuletea Mungu. Haya. So ulikimbizana na Kaisari mpaka ukupata nafasi ya kusoma Biblia. If you don't read the word of God, hauna uwezo wa kumpinga shetani. Yesu angeingizwa kwa majaribu na shetani. Wakati walikutana katika Matthew 4. Wakati walikutana, akachukuliwa akapelekwa mlimani. Akaambiwa kabla hajapelekwa mlimani,
Kwa maana Maandiko yanasema alipelekwa mlimani maombi. Alipotoka mlimani akaambiwa badilisha. Na shetani alikuwa mzuri sana. Anamwambia wewe ni mwana wa Mungu. Anajua wewe ni mwana wa Mungu. Shetani anajua umeokoka. Anamwambia badilisha mikate maana uko na njaa. Shetani hujua condition zetu. Uko na njaa, badilisha mawe ikuwe mikate. Yesu akamwambia imeandikwa, sio tu mkate lakini kila neno ambalo linatoka katika kinywa cha Mungu. The sword. Akamchukua akampeleka katika hekalu huko juu. Akamwambia imeandikwa, na ilikuwa imeandikwa hivyo katika kitabu cha Psalms, ya kwamba utaanguka na nitatuma malaika watakushikilia kabla hujagongwa mguu. Shetani akamwambia imeandikwa ujiangushe kama wewe ni mwana wa Mungu. Na Yesu akamwambia imeandikwa usimjaribu Mungu wako. Hallelujah. So neno la Mungu lilikuwa kwa akili ya Yesu. So take the sword. Alimshinda Shetani kwa sababu ya neno ambayo ilikuwa kwa kinywa chake. Na ndivyo Revelation inasema ya kwamba walimshinda Shetani kwa ushuhuda wa vinywa vyao na damu ya mwana kondoo. Hauwezi ukamshinda Shetani kama huna neno la Mungu, mpendwa. Na hapa hata likisomwa kanisani umesinzia ama unacheza game. Ndio kuna mtu alikuwa kwa kanisa na Mungu hata hakuwa amembariki na simu ya maana, kwa maana Mungu alikuwa anajua. Vitu zingine tunapitia ni kwamba Mungu anakuanga anajua. So Mungu alikuwa amempatia tu katululu tule twa kitambo. Sasa ilikuanga na kangemu kalikuwa anaitwa sunu ama ni sunu, kalikuwa na kanyoka kanaendanga hivi. So mhubiri amehubiri na yeye kwa sinu kutubado anakimbizana na kanyoka kake. Kuna watu Mungu hawezi akakubariki. Anaelewa viwango vyako. Hallelujah. Kama anacheza sunu Biblia ikisomwa na ingekuwa na smartphone, angesimama acheze akiwa amesimama. Hallelujah. Praise the Lord. The word of God. Twende hiyo ingine. Hapa ndio kila kitu imelala. Hapa sasa. Maana nikumaliza ninamaliza. Inasema praying always with all prayers. All prayers. Hey. Na kuna watu wako kwa nyumba tu wanaombanga ombi moja. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje. Tuendelee. Alafu ukimaliza unarudia tena. Mara ngapi? Kumbe unajua. Mara 7. Maandiko inasema all kind of prayers, not just the Lord's prayer. All kind of prayers. All. Hallelujah. And supplication in spirit, being watchful to this end. Hey, with all perseverance. Kuna watu hapa hawezi wakavumilia. Hawezi wakavumilia. Praying with all kind of prayers and supplication in spirit. Sio maombi ya fresh. Hallelujah. Ile unaomba ili watu wasikie unafanya nini? Na ukiwa katikati ya maombi unaanza kuiona. Maana hauko in spirit. May God help us. With perseverance. Wakati unapitia kwako kama mto, unangoja ukafuke ukijua Mungu anakuja kutenda. With supplication for all saints. Maandiko inasema kwa Kiswahili inasema na kwa maombi kwa wateule wote. Omba maombi yote. All prayers. Ikikataa hii badilisha hii. Hapo ndio vita imeshika. Umebeba silaha zote. Wacha kuomba kaombi kamoja na unakaweka kwa mfuko na unaambia Mungu nitangoja utimie hii. Unafikiria atatimiza haraka hivyo? Maana hata si Mungu amekosa kutimiza, aliachilia. Maandiko inasema Danieli siku ya kwanza aliomba. Maombi yangu. Maombi yangu yasikike. Siku ya kwanza aliomba, Mungu alijibu. Kuna wengine walijibiwa kitambo, lakini unashinda hapa tu umekaa. Ilijibiwa kitambo na wachawi wa kwenu wakajua, wakaachilia nguvu za mashetani siifungie. Wewe hapa uko hapa tu. Unangangana ukikasirikia Mungu. Mungu ajibu. Na sasa hiyo kuna watu walishikanga ilijibiwa kitambo. Aina ukiomba hii katae badilisha hii. Hii kikataa badilisha hii. Hii kikataa badilisha hii. Hii kikataa badilisha. Kuna zingine inafaa mpaka usitolee sadaka.
Haleluya. Paka uzitoleza. Wengine hapa na walazimishanga. Ninakuangalia naona na hii maombi unaomba, wacha sasa nikulazimisha utoe sadaka mpaka ukitaka ukasirika. Naambia mtu hii tolea sadaka. Maana nikikuangalia tu hivi utaendelea kukaa mpaka uanze kusema Mungu si mwaminifu. Na Mungu ni mwaminifu sana. Ukishabeba silaha zote hii tumesoma yote, anza kuomba. Wacha kungojea ati ukue. Wale wa Kristo wanasemanga by faith nimeipata, by faith niko nayo, by faith hiyo kiatu inakuja. By faith nikusema unaambia watu by faith hiyo kiatu inakuja, by faith hiyo kiatu inakuja. Utangoja by faith ikuje mpaka ile uko nayo iishe, uvae patipati, hiyo patipati bado iishe, by faith hiyo kiatu ikuje, na haitakuja kwa maana hauombi. Wewe ni kusema unasema by faith kiatu inafanya nini? Kiatu inakuja. Omba kwa maombi yote ukiwa mwangalifu, being watchful to this end. Yani ukiwa mwangalifu, ukiona ni kama hii ndio haileti, unaenda kwa hii nyingine. Ukijichunga, ukihakikisha kwamba you are not being contaminated. Hakuna mambo inakuchanganya, uchanganywe pia na watu. Ukiangalia mpaka marafiki unatembea na wao. Na Wakristo ni wajinga. Wanawekanga mpaka marafiki wachawi. Rafiki yako ni mchawi. Na wengine hapa hata nguo zako unapea Haleluya. Wacha niambie wadada, maana ndio wanasikia, hawasikiangi hii. Sisi tunafikiri watasikia. Yaani mtu tu anakuja kwako, kwa maana labda ni auntie yenu. Ati unamtolea ile sweta unapanga nayo. Na kuambia maisha yako ni kwa. Kuna dada nilikuwa naongea na yeye juzi. Aniambia siku ile alipeana blouse yake. Kuanzia hiyo wiki ndio vitu zake zilianza kwenda zimefanya nini? Zimeinama. Wandada mko kwa nyumba. Msizoea kushare nguo na watu. Msizoea. Hata wachungaji na kaanga nikiwakataza. Tawesi unakumbuka siku moja uliwapa toa blouse kaja kujiendana. Being watchful. Nikipitisha hapo hata utaelewa ninasema nini. Situmalizie hapo, simame kwa miguu yako. Sasa nikupatie dakika zingine 5 kwa maana nimekula dakika za programa. Nikupatie dakika ngapi? Uko watchful kweli? Na umesikia venye nimesema? Basi simama. Nataka nikupatie dakika ngapi? Uombe maombi yote. Maombi yote.